الله وبركاته. وعليكم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Utambulisho wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya kwa hakika ni utambulisho wa ukweli wake, uthibitisho wa ukweli wake. Hakuna kitambulisho kizuri zaidi ya hicho, kwamba jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ni jumuiya ya kweli iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu, na mifano hiyo tunaikuta ndani ya vitabu vya kale na vilivyopo. Wakati wa Nabii Musa alayhi salam alikuja na ishara za kimbingu ambazo zilikuwa zinatimia. Anapata habari za ghaibu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anazitangaza zile kabla hazijatimia, na zinapotimia zinakuwa ni ishara ya ukweli wake, uthibitisho wa ukweli wake, na unakuwa ndio utambulisho wa ukweli kwamba yeye ni mkweli aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Lakini nyoyo ambazo hazikutakasika, hizi huwa hazipendi kabisa kuona hali ya namna hii ikifanikiwa. Katika enzi hizo za Nabii Musa alayhi salam, baada ya kuona ishara zote zile, akasema huyu ni mchawi, huyu si muujiza chochote na nini na kadhalika. Akawaambia watu wake, dharuni aktulu Musa, niacheni ni muue Musa. Aya hii imewekwa ndani ya Qur'ani tukufu, hiyo mwongozo kwa watu wote watakayekuja kusoma Qur'ani tukufu mpaka siku ya Kiyama. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye yeye alikuwa anaficha imani yake, alikuwa katika bunge lile la Firauni, lakini siku hiyo alipoona kwamba huyu anataka auawe, wakati huo inasema uzalendo ukamshinda. Yule mtu akasema, ataktuluna rajulan, je, mnataka kumuua mtu? Mtamuua mtu anyakula rabbi Allah, kwa sababu tu amesema Allah ndio Mola wangu, wakad jaakum bilbayinat, na hali yeye amekufieni kwa ishara zilizo wazi. Mbele anasema in yaku kadhiban, kama atakuwa ni muongo, fa alayhi kadhib, basi adhabu ya uongo wake itakuwa juu yake yeye mwenyewe. Hakuna yeyote kati yenu nyinyi atakayepata adhabu ya kumfuata huyu kama atakuwa ni muongo. Kwa sababu gani? Kajaakum bilbayinat, amefikieni kwa ishara zilizo wazi. Mwenyezi Mungu atasema, Mwenyezi Mungu, sisi kwa sababu ya hofu yako wewe
yabidi tumtii, kwa sababu alikuja na ishara zilizo wazi ambazo wewe ulishahidi kwamba hawezi kuzipata mtu aliyemwona. Innahu la yuflihu dhalim, hakika huwa hawafaulu watu walio dhalim. Na sehemu nyingine anasema man adlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhib, na ni nani mdhalimu mkubwa kuliko yule amzuliaye Mwenyezi Mungu uongo. Innahu la yuflihu dhalim, na kwa hakika hawafaulu dhalim. Sasa Nabii Musa aliyetoa ishara mbalimbali akidai kwamba ametumwa na Mwenyezi Mungu, miujiza mbalimbali, makarama akaonyesha wakati ule akatimia. Kwa hiyo sisi, Mwenyezi Mungu, kwa hofu yako wewe tukamfuata huyu, ndio akamwambia in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu, kama atakuwa ni muongo kwa sababu ameonyesha ishara za kimbingu, basi adhabu ya uongo ataipata yeye mwenyewe. Lakini hapo haimaanishi kwamba mtu anakuja muongo, hana dalili yoyote, hana hoja, kama wenzetu wanaofuata watu wasiokuwa na hoja na dalili, hapo kadhani watasalimika. Hapana, Mwenyezi Mungu ameweka hoja na dalili, na anasema in yaku sadikan falyusibkum ba'd alladhi ya'idukum, na kama atakuwa ni mkweli basi atakusibuni baadhi ya yale ambayo amekuahidi. Sasa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam pia alikuja duniani, ametumwa na Mwenyezi Mungu na ishara zilizo wazi, kama vile alivyobashiri Hadrat Isa bin Maryam kwamba wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayyinat, na alipofikia huyo mtume Ahmad kwa ishara zilizowani, atakapofika kwa mtume kwa ishara zilizowani, qalu hadha sihrun, watasema huyu uchawi. Badala ya kusema kwamba hizo ni ishara, watasema huyu ni udanganyifu, uongo. Sasa hao wana makosa. Sasa Sayyidina Ahmad alayhi wasallam naye pia alipata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye pia mwenyewe anaeleza kwamba mnamo mwaka 1882 Masihi aliahidiwa alayhi wasallam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam alifunuliwa na Mwenyezi Mungu kwa njia ya ruya, yani njozi, ndoto za kweli zitokazo kwa Mwenyezi Mungu. Hizi ni ruya, na kuitangaza ndoto hiyo kwa kusema, na mnukuu, anasema Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, nilijiona kuwa nimekuwa Hadrat Ali karramallahu wajhahu, na katika hali hiyo kulikuwa na tukio fulani ambapo kulikuwa na kundi fulani la makhawarij, yani waasi, waliokuwa wakipinga ukhalifa wangu. Yani kundi hilo lilikuwa likitaka kulizuia jambo la ukhalifa wangu na kuingiza fitna ndani yake. Hapo nikamwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa pamoja nami, akiniambia kwa huba na upendo, akisema, Sayyidina Ahmad anaona hii ni ruya, anaieleza na anaieleza hiyo mnamo mwaka 1882. Mtume sasa akamwambia, akaniambia kwa huba na upendo, akisema, ewe Ali, achana nao hao na wasaidizi wao na shamba lao, waepuke. Izingatiwe hapa kwamba Hadrat Ali radhiallahu anhu alikuwa ni khalifa wa 4 wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni ishara kwamba bishara hii itatimia katika zama za ukhalifa wa 4 wa Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya iliyoanzishwa na Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Asema, na nikakuta kwamba katika wakati huo wa fitna, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiniasa na kunisisitiza nifanye subira, akiniambia, wewe ndiwe uliye juu ya haki, lakini ni bora uache kuongea na watu hao na shamba, yani asema wachana watu hao na shamba lao. Sasa naeleza hapa shamba mradi wake ni nini? Ni kundi lile la watu walio wafuasi wa mashaikh wapotofu, walioathirika na mafundisho yale waliokuwa wakipatiwa tangu kitambo fulani na mashaikh wao hao. Kisha hali yangu ikaelekea tena kwenye ilham, na kwa njia ya ilham
Mwenyezi Mungu akanidhihirishia mtu fulani anayenipinga akisema kunihusu mimi, dharuni aktulu Musa. Yale maneno aliyosema Musa dhidi ya Firauni, akasema niachieni nimuue Musa, yani mimi, yani Sayyidina Ahmad alayhi salam, hapa amefananishwa na Musa. Na ndoto hii niliona mnamo takriban usiku wa saa 9 kasoro dakika 20 hivi, na asubuhi yake ilikuwa ni siku ya Jumatano, ikiwa pia ndio siku aliyogharikishwa Firauni na majeshi yake katika zama za Nabii Musa alayhi wasallam. Izingatieni, ilikuwa ni siku ya Jumatano alipogharikishwa. Izingatiwa hapa kwamba hii ni ruya alionyeshwa mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, mnamo mwaka 1802. Halafu takriban miaka 25 baadaye, mnamo tarehe 18 Machi mwaka 1907, Hadhrat Ahmad alayhi salam akateremshiwa ufunuo mwingine usemao hivi: kuna Musa fulani nitakayemdhihirisha, nami nitampa heshima mbele ya watu. Hii inapatikana, ufunuo huu wa Sayyidina Ahmad alayhi salam unapatikana ndani ya kitabu cha Tadhkira ukurasa 706. Funuo hizo za fafanuzi za bishara hizo hazikuishia tu kwa Hadhrat Ahmad alayhi salam, bali hata khalifa wake wa pili Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu, aliyebashiriwa na Hadhrat Ahmad alayhi salam kwenye ufunuo aliopokea kutoka kwa Allah, ufunuo wa Muslih Maud, na kubashiriwa mtoto huyo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam aliyekuja zaliwa miaka 3 baadaye kwamba atakuwa na roho ya kimasihi. Pia aliendelezewa silsila hiyo ya kupokea funuo za ufafanuzi wa bishara hizi zama zetu hizi za mwisho, akitoa maelezo ya aya ya 11 ya sura Al-Fajr isemayo wa Firauna dhil autad, na Firauni mwenye majeshi. Hadharat Muslih Maud Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu, khalifa huyo wa pili wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, anafafanua kwa kusema, baada yake aya hiyo ya 10 akamtaja Firauni. Kwa rai yangu hii, anasema Hadhrat Khalifatul Masih, hii ni habari itakayotokea baadaye katika zama za Masihi aliyeahidiwa alayhi salam. Hadi sasa siwezi kueleza kwa kina ni kwa nini, lakini kuna mambo mawili ambayo ninaeleza, ambayo kimsingi yaweza kusemwa kwamba mfano huu wahusiana na zama za Masihi aliyeahidiwa alayhi salam, na mambo haya mawili ni haya. Kwanza, Mtume mkarimu sallallahu alaihi wasallam alisema usiku wa tarehe 10 wa Muharram una shani na taadhima mahsus, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alimwokoa Musa dhidi ya Firauni. Nami natumai kwamba katika siku zijazo hali ya aina hii itatokea tena katika umati wangu, ambapo umati wangu utaokolewa na adhabu fulani katika siku. Ingawa kwa dhahiri hapa kuna maneno ya kuokolewa dhidi ya Firauni na dhulma zake, lakini ishara hii yapatikana humu kwamba tukio la aina hii litatokea katika siku zijazo. Dalili ya pili ni hii kwamba Hadhrat Masih aliyeahidiwa alayhi salam anasema, nilijiona nikiwa nimesimama kwenye mto Nile nikiwa na wana wa Israeli wengi sana, nami nikiwa najifahamu kuwa ndiye Musa alayhi salam. Yaonekana tulikuwa tumekimbia. Nilipotazama nyuma nikafahamu kuwa Firauni alikuwa akitufuatilia akiwa na jeshi kubwa sana pamoja na vifaa vingi sana kama vile farasi, magari ya farasi ya kubebea silaha na ya kupigania vita na kadhalika. Nao wakawa wametukaribia sana. Wana wa Israeli waliokuwa nami wakahofu mno, na wengi wao wakawa wamekata tamaa na wakaanza kupiga kelele kwa sauti ya juu wakisema, ewe Musa, tumekamatwa. Hapo nikasema kwa sauti ya juu, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, yani kamwe, hakika Mola wangu yu pamoja nami ataniongoza. Hapo nikaamka wakati ulimi wangu ukiendelea kuyatamka maneno haya. Hii inapatikana
katika kitabu cha Tadhkira ukurasa 429, ambapo umekusanywa ruya za alizozipata Hadhrat Masih Maud alayhi wassalam zote. Alikadhalika kuna wahi wake mwingine aliyopokea usemao yati alayka zamanun kamithli zamani Musa, Tadhkira ukurasa 423, yani itakujia zama itakayokuwa kama zama ya Nabii Musa alayhi salam. Hivyo wakati ndani ya hadithi kuna ishara hii kwamba tukio fulani lifananalo na lile lililotukia katika zama za Musa alayhi salam litatokea katika umati wake, na historia yashuhudia kuwa hadi sasa halijawahi kutokea tukio la aina hiyo. Upande mwingine amekuja yule aliyetumwa na Mwenyezi Mungu katika zama hizi, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, naye akiambiwa kuwa yeye ndiye Musa, Firauni atamfuatilia kumkamata. Walio pamoja naye watazingirwa na hofu na watasema, ewe Musa, umekamatwa. Na wakati huo Musa atasema kwa sauti kubwa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, yani hiyo haiwezekani kabisa, Mungu yu pamoja nami. Kama ruya yangu hii iliyokwisha chapishwa ndani ya gazeti la Al-Fazl, nayo pia iunganishwe na ilham hizo mbili, ambapo nilijiona ndimo ndani ya nyumba fulani ambamo nikajiwa na wazo moyoni mwangu kwamba hata Nabii Musa pia aliwahi kuchukua hifadhi ndani ya jengo hili. Hii ni ruya sasa aliyoonyeshwa Hadhrat Muslim Maud radhiallahu anhu, aliyekuwa ni khalifa wa pili wa Mtume Muhammad wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Hivyo yafahamika kwa uwazi kabisa kwamba hiyo ni bishara ihusikanayo na siku zijazo, ambayo itatimia kwa kupitia Hadhrat Masih aliyeahidiwa alayhi salam wa mdhihiriko mwingine wa layalin ashri, yani katika usiku wa tarehe 11 uliosambamba na karne ya 19, na tukio fulani lifananalo na lile la kuokolewa Musa huko Misri litatukia kwa jumuiya ya Ahmadiyya. Sasa tutazame jinsi bishara hizi zilivyokuja timia katika historia ya jamaa ya Waislamu wa Ahmadiyya. Mnamo tarehe 26 April 1984, zama za khalifa wa 4 wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullahi alayhi, Ziaul Haq aliyekuwa mtawala wa kijeshi wa Pakistan wakati huo, aliyekuwa na sifa zote za kidikteta kama alivyokuwa Firauni, alitunga sheria ya kuwakandamiza wa Ahmadiyya na kuwakataza kujiita Waislamu, kutojifananisha na Waislamu, kutotoa adhana kwenye misikiti yao, na adhabu iliyowekwa ilikuwa ni kifungo cha miaka 3 au faini au vyote kwa pamoja. Hapo hapo kukawa na mpango wa siri wa kumkamata Hadhrat Khalifatul Masih wa 4 rahmatullahi alayhi, kisha auawe ndani ya siku 3. Msaada wa Mungu uliteremka kwa namna ya ajabu, na Hadhrat Khalifatul Masih wa 4 rahmatullahi alayhi akafanikiwa kukimbilia Uingereza juu ya ulinzi mkali uliowekwa kumkamata. Baadaye mnamo mwaka 1988 Hadhrat Khalifatul Masih wa 4 rahmatullahi alayhi akalazimika kutoa changamoto ya mubahala, yani dua ya kuomba laana ya Mwenyezi Mungu iwaangukie walio waongo kwa Ziaul Haq. Alikuwa kiongozi dikteta wa Pakistan, na wafuasi wake waipingao Ahmadiyya kwa kutumia njia zile zile walizokuwa wakitumia wapinzani wa manabii dhidi ya Uislamu wa Ahmadiyya, ambaye jina lake likiwa ndio la kwanza kwenye orodha ya kuomba dua kwa Allah ili laana ya Allah iangukie upande wa waongo kati ya Ahmadiyya na wapinzani wao. Alilazimika kufanya hivi baada ya kuona Ziaul Haq anazidi kwenye utukutu na dhulma dhidi ya Ahmadiyya. Alimtahadharisha mara kadhaa aachane na dhulma dhidi ya Ahmadiyya, lakini ndio kiburi chake kikawa kinazidi kupanda. Alikuwa na hasira kubwa sana ya kumkosa Khalifatul Masih juu ya ulinzi mkali alioweka wa kumzuia asitoke nje ya nchi. Kwa hiyo hasira yake akawa anazielekeza kwa Waislamu wa Ahmadiyya. Ndipo Hadhrat Mirza Tahir Ahmad
Khalifatul Masih wa 4 rahmatullahi alayhi akaamua kufanya maombi mahsusi kwa Mwenyezi Mungu kwa siku 40 mfululizo, na mnamo tarehe 10 Juni mwaka 1988 akatangaza dua ya mubahala dhidi ya wapinzani wake. Khalifa mtukufu rahmatullahi alayhi akaonyeshwa ruya fulani na Mwenyezi Mungu, ambapo alionyeshwa kinu kikubwa cha kusaga kikiwasaga tiki wapinzani hasimu wa Ahmadiyya, na mnamo tarehe 12 Agosti mwaka 1988 kwa msingi wa ndoto hiyo akatangaza ndani ya hotuba ya Ijumaa yale aliyofunuliwa na Mwenyezi Mungu kuhusiana na Zia ul Haq na majeshi yake, na kusema kwamba hatima ya Zia imeshakaribia sana, na sasa hakuna nguvu yoyote duniani itakayoweza kumwokoa na mwisho wake mbaya. Maangamio yatakayomkuta Zia hayatakutwa na mkono wa mtu ndani yake, bali itakuwa ni adhabu moja kwa moja toka kwa Mwenyezi Mungu. Inasemekana kwamba siku chache tu baadaye Zia aliwakusanya mashekhe wengi na kuahidi kwamba akirejea kutoka kwenye safari yake ya Bahawa al-Ghur, basi hapo ndipo atakaposhughulikia Ahmadiyya barabara, akiwa amechukizwa na tambio la mubahala dhidi yake kutoka kwa Hadhrat Khalifatul Masih wa 4 rahmatullahi alayhi. Ilikuwa ndani ya mwezi wa Muharram, mwezi ule ule aliohiliki Firauni na majeshi yake, wakati Zia ul Haq alipopanda ndege yake ya kirais akiandamana na majenerali zaidi ya 30 ndani ya ndege hiyo hiyo moja, pamoja na balozi wa Marekani na afisa mwingine wa cheo cha juu wa ubalozi huo. Ilikuwa ni kinyume kabisa na itifaki, kwani haijawahi kutokea rais apande ndege moja pamoja na majenerali wa jeshi zaidi ya 30 pamoja na mabalozi wa Marekani, nchi iliyokuwa ikihamasisha kwa siri na kushinikiza kuwa sheria kandamizi dhidi ya Ahmadiyya zisiondolewe huko Pakistani, ikichelea isije Pakistani wakajiunga kwa wingi na jumuiya hii, na hivyo kuwa nchi isiyonyonyeka na yenye maendeleo ya juu sana, sababu Marekani ni nchi ambayo kwa hakika inatawaliwa Wayahudi, na Wayahudi ndio wanaotawala dunia hii kwa kila njia. Dhulma zote zinafanya, kunakuwa na mikakati ya dhulma kuhakikisha kwamba Waislamu wanabaki chini, na hakuna taifa lolote lile linalojitutumua ili waendelee kuhodhi kwa dhulma na ubaguzi zile rasilimali za dunia. Sasa mnamo siku ya Jumatano ya tarehe 17 Agosti Muharram mwaka huu 1988, na siku ya Jumatano Muharram ndio Firauni alihiliki. Ndege ya Zia ililipuka angani wakati ikirejea kutoka Bahawa al-Ghur na kuangukia karibu na mto wa Bahawa al-Ghur. Moto mkali uliwaka kwenye ndege hiyo na kuwateketeza wote waliokuwemo humo na kuwageuza majivu kabisa. Ni jino tu la dhahabu la bandia la dikteta Zia ul Haq ndio lilisalimika na kuzikwa. Hivyo Firauni wa zama zetu Zia ul Haq pamoja na viongozi wa kijeshi wenye vyeo vya majenerali zaidi ya 30 waliowakilisha majeshi yake, na pia mabalozi wa Marekani waliowakilisha majeshi ya Marekani yaliyokuwa ikiwafadhili, wote wakahilikishwa ndani ya siku hiyo hiyo ya Jumatano ya mwezi wa Muharram, siku na mwezi aliyohilikishwa Firauni katika zama za Nabii Musa alayhi salam, kama inavyothibitishwa na hadithi ile ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyomo ndani ya kitabu cha Durrul Manthur cha Imam Suyuti jalada la 6, isemayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu alimwangamiza Firaun na wenzake mnamo siku ya Jumatano, na hali kadhalika ndani ya kitabu cha hadithi cha Jami Tirmidhi kitabu Sawm bab ma jaa fi Sawm al-Muharram, na hadithi iliyosimuliwa na Hadhrat Ali radhiallahu anhu iliyodhihirisha kwamba ilikuwa ni ndani ya mwezi wa Muharram Mungu aliwaokoa wana wa Israeli kwa kumwangamiza Firauni. Tazameni jinsi ishara hivyo. Vivyo hivyo Zia ul Haq naye aliangamizwa mnamo siku ya Jumatano
ndani ya mwezi wa Muharram. Matukio haya yanathibitisha kwa uwazi kabisa kwamba Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya ni jamaati ya kweli iliyoanzishwa kwa mkono wa Mwenyezi Mungu, na hizi ni ishara kwa mwenye kuona. Nare takbir, Allah. Nare takbir, Allah. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ghulam Ahmad ki jai. Ghulam Ahmad ki jai. Khilafat Ahmadiyya zindabad. Khilafat Ahmadiyya zindabad. Nare takbir, Allah. Sasa hizi ndio ile mwanzo nilisema, wakati wa Nabii Musa, Firauni alipotaka kumuua Musa, akikusema dharuni akulu Musa, niacheni nimuue Musa. Yule mtu aliyeficha imani yake akasema, ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayinat, mtamuua mtu kwa sababu tu amesema Allah ni Mola wangu, na hajasema tu hivi bali kauthibitisha, amekujieni na ishara zilizo wazi. Sayyidina Ahmad alayhi salam alianza kuonyeshwa ndoto hii toka 1882 na miaka mingine inayofuatia. Ndoto pia hizi zikafunuliwa kwa khalifa wake wa pili na khalifa wa nne, ikatimia habari hii miaka mingi sana baadaye katika zama zetu hizi za uhai wetu. Sasa mtu ambaye atamkataa Sayyidina Ahmad na kutaka kuweka fitna kama anazoweka fitna kinazia haki na nini, na kutaka kumuua khalifa wa nne ambaye alikuja kutimiza ishara hii. Hizi ni ishara zilizo wazi kabisa. Kwa hiyo yule ambaye atakataa baada ya kuona ishara hii, basi huyo kwa hakika anayo maswali ya kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awaongoze binadamu kuelekea katika njia hii ya haki ya Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya iliyoanzishwa na Mwenyezi Mungu kuja kutimiza bishara ya ujio mara ya pili wa Isa bin Maryam kwa dhati ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ambaye yeye amekuja kwa hakika kutimiza ujio wa mara ya pili wa Isa bin Maryam, kama vile Isa bin Maryam alivyotimiza ujio wa nabii, alivyotimiza bishara ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa kwa wana wa Israeli. Hadhrat Ahmad amekuja kutimiza bishara ya Masihi aliyeahidiwa kwa Waislamu, na ndiyo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as-Salam, na ndiyo yule mtume alibashiriwa ndani ya Qur'ani tukufu, wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad, na kupasheni habari ya mtume atakayekuja baadaye, jina lake litakuwa ni Ahmad. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iko hadithi aliwahi kusema, isabatun taghzul Hinda, kutakuwa na jeshi litakalopigana vita huko India, wa hiya takunu ma'a al-imam al-mahdiyya, nalo litakuwa pamoja na Imam al-Mahdiyya ismuhu Ahmad, ambaye jina lake litakuwa ni Ahmad. Ndiye Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, mwenye masikio na asikio. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.